Watu wengi wamezipoteza baraka na vitu vikubwa ambavyo Mungu aliwapa kwa sababu ya mazoea. Ninapozungumza kwa habari ya mazoea, ni sumu ya hatari sana. Sikiliza nikwambie, kabla uasi haujatokea kwenye level yoyote, kabla uasi haujatokea kwenye sekta yoyote, kabla uasi, kabla uadui, kabla mtu hajaanza kuleta uadui kwako, yaani kabla ya uharibifu kutokea, cha kwanza kinachoanza kutokea ni kitu kinaitwa mazoea. Na siku zote tabia kubwa ya mazoea inapunguza thamani na heshima ya kitu. Kwa kuna vitu ambavyo Mungu aliviwekeza kwa watu. Kuna vitu ambavyo Mungu aliviwekeza kwa watu. Mwingine unalala usiku unaota ndoto, unaweka mikono kwa watu. Unalala usiku unaota ndoto unafanya biashara. Unalala usiku unaota ndoto pengine uko kwenye nyumba nzuri. Unalala usiku unaota ndoto, baada ya kuamka ile ndoto unaipuuza. Yote hiyo ni kwa sababu ya mazoea. Kwa sababu kuna ndoto uliwahi kuota na hujaona inatokea. Kwa hiyo ndoto uliyoiota sasa unachukulia kuwa ni kawaida. Kuna vitu vingi ambavyo tumevipoteza kwenye maisha yetu. Nazungumza na mtu ambaye ameshaota ndoto zaidi ya mara 2 mara 3. Pengine ameshawahi kuota ndoto anafunga ndoa, lakini kile kitu alichokiota hakuchukulia usiria. Alikiacha akasema nimeota, imebakia kuwa ndoto. Kwa hiyo maisha ya watu wengi sasa 98% yamebaki kuwa ndoto, sio kitu halisi. Yamebaki kuwa ndoto, kwamba alishaota. Sasa mwingine yuko ananisikiliza hapa, umeshawahi kuota pengine unaendesha chombo cha moto, pengine unaendesha labda bajaji, labda unaendesha pikipiki, labda unaendesha gari. Baada ya kuwa umeota sasa, hicho ambacho umekiota hauna sasa hivi. Baada ya kuwa umeota, umeamka, haujakibeba kwenye maombi kwanza kumwambia Mungu, kama nilivyoota ndivyo iwe vile vile. Biblia inasema Mungu husema na watu kwa ndoto. Anasema husema kwa njia namba 1, namba 2, namba 3. Ingawa watu wamejali